Mambo ni moto, karibuni tena kwenye G Hamasa, kijiwe ambacho kuta zina masikio na siri nzito zinapasua miamba. Leo Beykoz imetikisika, tunaanza na siri ya mimba inayotaka kuibua vita na kumalizia na bomu lililolipuka kuhusu asili ya Devran na Hazar. Kaa mkao wa kula, leo hali ni tete. Dhoruba inaanza ndani ya nyumba ya kina Jemo. Zeliha na Yusufu wako kwenye wakati mgumu wa kuficha siri ya mimba, huku Hashmet akizidi kuchanganyikiwa kwa furaha, akidhani yeye ndiye anayesubiri mtoto. Yusufu anaguswa moyoni, anaapa kuwa atakuwa baba bora kwa mwanae kwa sababu yeye hakuwahi kuwa na uhusiano mzuri na baba yake. Lakini wakati wanajadiliana jinsi ya kusema ukweli, mama yao ambaye sasa anakumbuka kila kitu anawaangusha kwa kilio. Anatambua kuwa binti yake anakuwa mama, lakini hofu ya Yavuz inamfanya atake kukimbia ili kulinda usalama wa watoto wake. Kuwa wa kwanza kupata mwendelezo huu kwa kusubscribe na kuwasha kengele. Kule mafichoni, Devran anamkabili Hazar katika pambano la kifo, lakini ghafla Yavuz anaingia kati akiwa na mpango wake wa kando. Yavuz anajifanya kumwokoa Hazar ili wapate kugawana silaha, huku akifanya makubaliano siri kuwa Devran asimwambie Azize kuhusu usaliti wake. Yavuz anaamini amewazidi akili wote, lakini Devran anamwangalia kwa dharau, akijua kuwa Yavuz ni kama nyoka anayejiuma mkia wake mwenyewe. Hali inabadilika kuwa ya simanzi pale mama yake Jemo anapokiri mbele ya watoto wake kuwa anawakumbuka. Jemo, Balum, mwanangu. Kilio cha furaha kinageuka kuwa taharuki pale Yavuz anapofika mlangoni kuchukua mali yake. Jemo, akiwa na hasira ya miaka mingi, anachukua silaha na kuwapa kuwa Yavuz hatamchukua mama yao tena, ukisogea hatua moja na kuua. Azize anajaribu kutuliza ghasia, lakini ukweli ni kwamba familia hiyo imegawanyika vipande viwili kati ya upendo na kisasi. Lakini bomu kuu linalipuka kule Mardin kupitia barua ya marehemu Kevi. Pervin anasoma barua hiyo na kupata mshtuko wa maisha yake. Hazar na Devran ni ndugu wa tumbo moja. Kevi anakiri kuwa miaka mingi iliyopita alimuibia Pervin mtoto wake wa kiume akiwa na umri wa miaka miwili tu na kumfanya kila mtu aamini kuwa amekufa. Alimchukua Hazar na kumlea kama wake ili siku moja aje kuchukua uongozi wa hoteli na kuivuruga familia ya Alaz kutokea ndani. Mwisho wa siku, pambano kati ya Devran na Hazar linafikia kilele. Devran anaposhikilia bunduki mdomoni mwa Hazar tayari kufyatua, Hazar anacheka kicheko cha kishetani na kumwambia, "Huwezi kuniua Devran, kwa sababu mimi ni kaka yako. Tumezaliwa siku moja, saa moja na mama mmoja. Muulize Pervin kama huamini." Devran anabaki ameduaa, mkono ukitetema, huku siri hiyo ikisambaratisha kila kitu alichokiamini maishani mwake. Asanteni sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa G Hamasa. Ninyi mnaogonga like na kuacha maoni yenu, mnatupa nguvu ya kuchimba hizi siri zilizofuchiwa miaka iliyopita. Na wewe unayetazama kwa mshtuko, gonga like hiyo sasa. Tuandikie neno ndugu kwenye comment kama umeamini kuwa Devran na Hazar ni damu moja. Tukutane kwenye sehemu inayofuata hapa G Hamasa, kijiwe ambacho hata damu haiwezi kuficha usaliti.